Sasa dada, mimi alishakufikisha niko naomba niende nyumbani. Maana nimetoka muda mrefu. Kwanza asante sana kwa kunisaidia. Manake sijui hata ningerudi vipi nyumbani. Ila usio na haraka. Basi kakaa kwanza kidogo. Nataka nikuulize maswali yangu. Nakumbuka umeniambia kwamba ulikuwa unaishi hapa. Sasa sijajua ulikuwa unaishi na nani? Au ulikuwa unaishi na wazazi wako ambao ndio wameniuzia nyumba? Hapana, nilikuwa siishi na wazazi wangu, ila kuna mama mmoja nilikuwa naishi naye hapa. Ila alikuwa ananitesa sana. Alikuwa na mwanae anaitwa Raji. Wote walikuwa wanashiriki kwenye kunitesa mimi. Kwa hiyo maisha hapa yalikuwa si mazuri. Kwa hiyo nikaona si vyema niondoke zangu, ili niende mimi kujitafutia maisha yangu. Lakini Mungu si asumani, nilipotoka huko nikakutana na mama yangu. Ndio hivyo maisha yakawa yanaendelea. Kwa hiyo ulikutana na mama yako mzazi? Nilikutana na mamangu mzazi. Sawa. Lakini mimi kama nilivyokuambia, mimi sio kama huyo mama ambaye alikuwa anakutesa. Alafu mimi hapa ndani nipo mwenyewe. Sina mtoto, sina jamaa, sina mtu yoyote ambaye naishi naye zaidi ya huyo mvulana alokuambia ni mfanyakazi wangu ndani. Sasa nilikuwa natamani sana nipate mtu ambaye nitakaa naye, nitapiga naye story. Yaani atakuwa kama mwanangu wa kumzaa mwenyewe. Sasa sijui wewe, kwa sababu nimekuona ni mtu mwema sana, afu mpole, una nidhamu. Sasa naomba nikuulize kitu kwamba hauna changamoto unayopitia labda huko kwa mama yako. Uje tukae wote. Unajua nimependa tu jinsi ulivyokuwa mkali. Ungekuwa mtu mwingine angeniacha pale pale. Lakini nimependa jinsi ulivyo. Hamna changamoto yoyote unayopitia. Tuishi wote hapa. Udada mbona kama vile anaongea pointi. Na mimi ukiangalia maisha nyumbani sijalizikana hata kidogo. Kama mzee Simba, simpendi afu alifanya anampenda mama yangu. Kani mkubalie hivi. Wewe unaanza nini hapo? Msao unaitwa nani? Naitwa Lole. Lole. Una jina zuri. Kwa hiyo unaweza tukaishi wote hapa. Hivi Maele, mimi unanichukuliaje? Nimekuja hapa kwa ajili yako. Sawa? Japokuwa nimekuja kwa ajili ya kazi ya kumhudumia dada yako yule mlemavu. Lakini nikakubali kuja hapa kumhudumia dada yako. Ila yote kwa sababu ya kwako wewe. Unafahamu fika kwamba mimi nakupenda sana. Lakini wewe hujali, ndio kwanza unanikwepa kwepa. Hivi utanikwepa mpaka lini? Sasa nataka unipe jibu hili moja. Unanitaka unitaki, na kama unitaki niingie ndani nikachukua vitu vyangu niondoke. Nina maisha yangu. Sawa? Umenikuta kabisa ninadunda. Mimi nakushangaa sana wewe mwanaume. Kwani mwanaume gani wewe? Hauna hisia wewe au? Hivi kweli sikatai. Nipo hapa vizuri, nakaa vizuri, nakula, nashiba. Sasa unavyozani hivi vyakula ninavyokula mimi vinaenda wapi? Unahisi mimi sina hisia? Sina moyo au? Nina hisia baba. Sawa? Bado binti, damu bado inachemka. Nina haja, najisikia Maele. Sawa? Kama huwezi kunitimizia haja zangu, naomba niondoke. Siwezi kukaa na wewe kabisa. Sikai na mwanaume ambaye asisimki na mimi. Labda unipendi ndio maana usisimki. Maana ungepo unanipenda ungepo kinono unasisimka. Wewe hata mshipa ukutingishiki Maele. Yaani sijui unanichukuliaje mimi. Mimi sitaki, naondoka. Lea. Hebu naomba usinifanyie hivyo basi. Alafu haya mambo mbona kama tushazungumza? Kwa nini unarudia kila kukicha? Hebu niambie leo hii wewe unaondoka. Yule dada nitaishi naye vipi? Kuna baadhi ya mahitaji mimi siwezi kuyakidhi kwake. Siwezi nikampeleka chooni yule. Siwezi nikamuogesha mimi yule. Yule ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Mbona unarudia maneno jamani? Sawa, najua unanipenda ila nimekuambia haya mambo tutayaweka sawa tu, mimi nipo sijafa. Mpaka lini Maele, mpaka lini? Utaweka sawa mpaka lini? Hivi unajua mimi kazi ya kumhudumia yule mlemavu kazi ndogo ile Maele? Ile ni kazi. Ninafanya tu kwa sababu ninakupenda, ndio maana nafanya. Yaani bila upendo wangu kwako mimi singeweza.
Nisingeweza. Mtu amekaa tu kila kitu mfanyie Maele kweli? Na unakosa hata utu, unakosa hata kunijali, unakosa hata kujali hisia zangu kweli? Sasa mimi leo nataka jibu langu. Yaani sitaki kabisa kuanza kukubembelezana, mimi sitaki. Yaani nimeshakubembeleza sana, nimeshachoka. Yaani nimechoka. Kwa hiyo nijibu jibu hili moja. Unanitaka unitaki, unanipenda unipendi, nijue. Hautaki ha? Tutaongea Lea. Lini? Naomba. Afu unanichezea. Wewe. Basi. Kwa hiyo nikikukubalia Lea huwezi kunichezea. Sasa mimi nilikuwa nakuchezea, mimi ningeanza kukubembeza. Mimi nakupenda Maele. Yaani uko hapa. Haujui tu yani. Basi nimekubali. Lakini nitunzie siri yangu, usimwambie mtu. Kweli? Najua Maele, mimi nakupenda muda mrefu, mwenyewe unalifahamu hilo. Kwa hiyo leo tena kulala wote. Utanipa? Wataka nikupe saa ngapi? Kweli? Leo. Sawa. Nasikia hivyo. Nitakupigia. Mume wangu. Mke wangu. Mbona kama una hea? Umekutwa na nini tena? Mke wangu, unajua kama unavyojua kazi zangu hizi. Yaani kuna muda mwingine mwenyewe nakasirikaga. Kuna pia kazi za ghafla ambazo wewe acha. Kiukweli hapa nimepigiwa simu ya kazi ofisini. Nahitajika ofisini haraka sana. Kuna issue kwenda kusuluhisha. Yaani kuna jamaa huko kawavamia majambazi kwa wamemjeruhi. Hali yake mbaya na hakuna mtu kufuatilia hiyo kesi, nimeonekana mimi tu pekee ndo naiweza. Unajua mume wangu, nimekaa na wewe almost 2 years. Na kujua vizuri sana kuliko unavyojifahamu wewe. Yaani naona tangu asubuhi leo sikuelewi. Nimetoka saa ile na kukuta kama umejibanza fulani hivi, unaniambia sijui saa hizi tena. Kwa hivyo ina maana tusingekutana hapa basi ulikuwa huna hata mpango wa kunipigia simu, right? Hapana mke wangu. Hapa nilikuwa naongea na simu. Nilikuwa nakata nikupigie wewe, lakini kwa bahati nzuri tumekutana. Lakini kwa nini lengo nikupigie? Kama ndivyo. Haya. Tutaona. Usijali mke wangu, mimi nakupenda sana. Labda vipi lakini huko sokoni mambo ya surprise yamekamilika? Nifanikisha, unaona mfuko umejia uko lele. Basi mimi naenda ili niwahi kurudi nikutane na surprise ambayo ameniandalia mke wangu. Sawa. Usijali. Usijali. Mbona kabadilika sana? Au kuna kitu ananificha? Mimi nahisi kuna kitu kinaendelea. Hebu ngoja nifuatilie. Shoga yangu, leo nimekuja na ubuyu. Yaani na ubuyu pambe. Unajua maana ubuyu pambe? Hivi, Maile anataka kunioa. Yaani kwanza bado hata siamini. Kwanza fulani lokuwa nayo. Sasa, lengo la kuja hapa kukuambia. Kuna kitu nataka nikuombe. Na natumaini kabisa utanielewa na utanisikiliza. Utanisikiliza vizuri kabisa kwa umakini. Unajua mtu ukiolewa kuna zile 7 za mwanzo zile. Wazungu wanaita honeymoon. Shogangu pambe. Anaita honeymoon. Sasa katika kile kipindi kile unajua tena cha kukoleza mahaba kwa mwendo bwana. Nilikuwa naomba shoga yangu utupishe kidogo. Unielewa? Kwa sababu nitakuwa busy na mume wangu.
Sasa nikiwa bize na mme wangu, alafu tena nikianza kuangalia na wewe, sijui nikupikie, sijui nikutengee maji chooni, sijui nianze sasa nitachanganyikiwa mwenzako, nimuhudumie bwana, nikuhudumie na wewe kweli? Kwa nilikuwa naomba tupishe mwenzako, nile raha zangu za dunia. Yaani ulivyokuja vizuri, nikasema leo angalau mashetani yametulia. Umekuja vizuri kwa maneno mazuri. Nimefurahi hata nilivyosikia unaolewa na Mayele. Nimeshukuru kweli kweli. Lakini sasa iyo utupishe. Yaani mimi niondoke hapa. Sasa ukiondoka kwani kuna shida gani jamani? Tena nimekuja kiustaarabu kabisa, Mungu wangu, leo mstaarabu mimi. Nimekuomba utupishe nikae na mme wangu, tufurahie ndoa, au utaki mimi niolewe? Wala sijakataa ombi lako. Mimi mwenyewe nimekuelewa vizuri tu, ila mwambie Mayele, dada yako simtaki hapa. Akiniambia Mayele niondoke, mimi nitaondoka. Lakini mimi nimefurahi wewe unavyoolewa na Mayele. Ili mradi tu najua na mimi nimepata wifi. Kumbe unitaki. Haya, mwambie Mayele mimi niko tayari kuondoka. Aki ya Mungu. Kwa hiyo unataka tuendelee kukaa hapa wote? Hapa mimi sio kwangu. Umenielewa eh? Hapa mimi nimekuja kuomba hifadhi tu. Mimi ni dada yake Mayele. Hapa nihusu hata ukucha. Kwa heshima yangu mimi na Mayele ndo kanileta hapa. Lakini leo hii wewe unapotaka kuolewa, unanambia mimi niondoke, uwezi kunihudumia kwa hii hali yangu nilokuwa nayo. Maana nimekusikiliza sana. Sawa? Naona nimekuja kiustaarabu, hutaki ustaarabu. Usinipande kichwani na mimi. Na kuona sana usinipande kichwani na mimi. Umekuja kiustaarabu, tumalize kiustaarabu. Umenielewa eh? Usinipande kichwani kabisa. Shoga yangu tulia nikwambie. Sawa? Sasa kama hutaki ustaarabu, tutaendeleza kama tulivyokuwa tunaishi. Sawa. Yaani vile vile tunaishi, tutaishi vile vile. Sawa. Wewe si utaki kuelewana? Maana nimekwambia utupishe, utaki, unang'ang'ana, king'anga. Sawa. Tutaishi vile vile kama tulivyokuwa tunaishi. Bwana wewe nenda bwana, usinichanganye mimi hapa wewe. Wewe kila kukicha tutaishi kama ninavyoishi. Tutaishi kama ninavyoishi. Wewe nikikulia timing siku moja tu wewe. Kama hujajamba wewe haja kubwa itakutoka. Welole. Welaji. Nani kakuleta humu ndani? Au umejileta? Shobu zako hizo. Niambie nani kakuleta? Mimi ndo nabidi nikuulize nani kakuleta. Nyumba yenu ishauzwa. Au dada alisema kwamba anafanya kazi humu ndani. Ndio wewe nini? Eti ndo mimi. Unachekesha sana. Wewe unajuaje kama hii nyumba tumeuza na sisi hatupo hapo? Unajuaje? Usidanganyike. Wewe ndio utakuja kuwa mfanyakazi humu ndani. Na utaniambia nani kakuleta. Yaani mashobo dundu. Uliondoka muda mrefu hapa. Tuliishi maisha mazuri sana. Kama ingekuwa nyumba yenu haijauzwa, baba yako na mama yako hapo wapi? Somo kukimbia wazazi wako wote hawapo. Umekaa kama mzigo, mfanya kazi, hauna jipya. We kelele. Kwa kuwa umejileta humu ndani, utakuwa mfanyakazi wangu kama zamani. Mimi naenda nje. Nikirudi nisikukute. Na kama nikikukuta, unachagua hayo mawili. Kuwa mfanyakazi wangu au kuondoka humu ndani. Sasa hivi nishajifunza. Siwezi kuwa mfanyakazi kama zamani. Sasa hivi nimejua kwamba siwezi kucheka na mtu. Sasa wewe fanya nyoka na mimi nikufanye fyoko. Wewe ni chokola na utabaki kuwa mbwa. Unatoa ulimi nje ni kuomba tu. Una cha maana. Mbwa mmoja wewe. Haya tuone mimi nani atabweka.
Lea, unajua tangu nimefika hapa machozi yako hayakatiki. Ni dhahiri shairi kwamba kuna kitu kinakuumiza. Hebu naomba niambie nini shida? Kwani mimi Maele hapa ulinileta ili nifanyeje? Hivi kweli mimi ndo malipo yangu kweli? Dada kwa kunipigia mimi. Kanipigia. Alafu kanifukuza, hataki kuniona. Kasema sitaki kabisa kukuona. Sitaki kukuona. Lea, hebu nisikilize. Dada Bonge amekupiga? Anapata wapi mamlaka ya kukupiga wewe? Hivi huyo ana akili kweli udada huyu? Hebu naomba unisikilize mpenzi wangu. Katika hili siwezi nikalifumbia macho. Na sitokaa kimya. Kama hii nyumba imemshinda, basi ni bora abebe vilago vyake taratibu. Sitaki shida na maisha ya watoto wa watu. Ngoja nikwambie ukweli. Maele, mimi sitaki niwe kikwazo. Sitaki kabisa, yani ionekane kwamba mimi ndo nimesababisha dadako kaondoka. Mimi sitaki. Uendelea tu kana dadako. Lazima nimwambie ukweli kwa kitendo alichokifanya, amenikosea. Haya sio malipo yangu hata mimi. Tenda wema ndo yale nenda zako. Sasa mimi sitaki niende zangu. Naomba unisikilize mpenzi wangu. Mimi ngoja nikaongee naye, sawa? Lakini pia hapo ulipokaa sio sehemu nzuri. Hebu jaribu kujistiri. Unafikiri kila mtu akipita akikuona hapa unalia, watatafsiri picha mbaya. Nitaonekana kama nina msiba wakati sijamwambia jirani yote kama nimefiwa. Naomba mpenzi wangu, hebu tuingie ndani. Kalie ndani we. Mimi wewe Bonge naishi naye. Bila kalilie ndani wewe ukimaliza, ugulia huko. Watu wasione chochote ambacho kimetokea, sawa? Kuta nne zina siri nyingi, ndio maana nyumba. Maana nyumba ni choo. Twende ndani ukalie ndani, sawa? Haya. Yaani kweli leo ndo nimeamini yale maneno ya wahenga kwamba fadhili mfadhili mbuzi, lakini binadamu atakuuzi. Sasa kweli leo ndo naamini binadamu atakuuzi, tena atakutoa roho mchana kweupe. Hivi dada Bonge, mimi nimekukosea nini? Maskini ya Mungu umeumwa na bado unaendelea kuumwa. Nimekuletea mtoto wa watu akusaidie. Sina lengo baya. Au mpaka tutangaze nimekufadhili hapa ndani kwangu. Unakaa bure, muda mwingine na 50 vyangu 200 300 unakula bure, bado hautosheki. Unakwenda kumuudhi mtoto wa watu na anakusaidia. Umemfanya nini yule binti? Mpaka analia. Kuna binadamu hafadhiliki. Mayele. Kwani mbona unaongea kimafumbo mafumbo? Sikuelewi. Wafadhilaka, fadhili mbuzi, sijui nani. Kipi? Na huyo binti nimemfanya nini ya Rabi? Yeye amekuja hapa, tumeongea vizuri, akanambia kwamba nyinyi mnataka kuoana. Na kama mnataka kuoana, mimi niondoke. Nilichomjibu mimi, mwambie Mayele. Yeye ndo alonihifadhi hapa. Tena sikusema kwangu, wala sikukutaja wewe ndugu. Nimesemaje? Mwambie Mayele alonipa mimi hifadhi, aniambie niondoke, ndo nitaondoka. Haya leo hii mimi nende nikampige, nampigia wapi? Na nyanyua mkono upi? Na huu ndo wenye nguvu unaosaidia huku. Wapi Mayele? Wewe, usinifanye mimi mtoto. Mimi mtu mzima na ndevu zote na mpaka meno 32 ninayo ya nje. Unaongea vitu gani? Kama ona meno 32 na mimi pia mtu mzima kama wewe. Alokuambia mimi nina meno 7 nani? Mayele. Kitu mimi sijafanya siwezi kukubali. Umenielewa? Kama penzi lako wewe. Mimi sihusiani na wewe. Mimi wewe sio mtu wangu. Wala sio ndugu yangu. Umenisaidia tu kunipa hifadhi. Basi usinipande kichwani na kuninyanyasa ndugu yangu. Yule binti mimi sijamfanya chochote. Kama ndo mapenzi yenu ya kuchikuchiotae, amkai vizuri bila kupigana au kusingizia watu, sitaki. Na kama amenichoka,
Mimi niambie naondoka bwana, mimi maskini jeuri usinichanganye bwana wewe. Maskini jeuri wapi, una mbele wala nyuma? Nisikize nikwambie dada Bonge. Wewe ndio mtu wa kwanza kuniambia, huyu mtu wako nitakuja kumkaba, nitakuja kumnyonga nyonga hata kama natumia mkono mmoja. Ni wewe au ni mimi ndimi? Kweli nilikuambia kwa sababu ya mauzi yake. Lakini sijamgusa mimi Mayele, kitu mimi sijafanya siwezi kukubali. Mimi sijamgusa. Muongo, mnafiki. Na kama wewe ukimuoa mwanamke yule, utakuja kuniambia ipo siku. Mwandazimu mkubwa. Wewe yani wewe mwili mkubwa, misikio mikubwa, pua limekusambaa, akili una. Nilikwambia mimi, nenda jifanye unaondoka. Then ukirudi uje unyate hapa, uje uone anachonifanyia. Unarudi na tumbo lako kaa kiroba, unakuja hapa, umeona kabisa nimemwagiwa maji usoni. Na mimi nimenyamaza, unakuja eti dada Bonge ulikuwa na uso. Wewe kwa akili unaweza mtu akalala na uso amelala. Wewe usichanganya akili una bwana wewe. Wewe dada Bonge. Usinene ukamala. Sio mimi nilopigwa na jua kule stand kama muuza maji. Ulitumwa understand ukapigwa jua na nimekwambia jibanishe. Nijibanishe mimi. Kwa hiyo mimi nimekuwa kukua kienyeje mpaka nibaniko ndo nive. Nakwambiaje dada Bonge, hili halijaisha. Mtajua nafanyaje, nitadili na wewe. Bwana kwenda huko bwana, usinichanganye kwenda bwana wewe. Midenda mimate. Mimi najua mtu mwenye akili timamu. Linadanganywa na mapenzi eti linakuja kubwata bwata hapa. Kumbe Mayele akili una wewe. Mwili mkubwa linavimbiana tu linazurura. Kumbe mimi naishi na mtu ambaye hana akili. Laji. Ni Lole. Ndio yule ambaye nimekwambia amenisaidia kule nilipokuwa nimeanguka. Lole. Ni Laji. Ndio yule mvulana wangu wa kazi ambaye nilikuwa nimekwambia. Na hapa tulikuwa wawili tu, lakini nashukuru kwa sababu ndio umeongezeka umekuwa mtu wa tatu. Lakini wewe ni mwanangu kuanzia sasa. Ila huyu ni mfanyakazi wetu. Na kuanzia leo, Laji, huyu ni bosi wako. Lole, huyu ni mfanyakazi wako. Chochote unachokihitaji, kazi yoyote unahitaji kufanyia, basi mwambie, atafanya. Ukiona kuna tofauti yoyote, njoo niambie. Mimi ndio nitajua nafanyaje. Laji, msikilize kwa chochote atakachokwambia na usiende kinyume na hapo. Umenielewa? Usinikazie sura, umenielewa? Ndio. Nashukuru kama umenielewa. Basi naomba tupishe kidogo, tuna mazungumzo na mwanangu. Karibu sana. Kiukweli mimi nashukuru sana bwana, nimekaribia. Lakini samahani, nilikuwa changamoto moja. Changamoto? Changamoto gani mwanangu? Mbona nitisha? Unajua tangia nimefika hapa na mimi nishakuwa mwanao na hii inaelekea jioni sasa. Kiukweli mimi nina waba nguo. Yaani hapa nilipo sina nguo kwa sababu nimekuja na nguo moja tu. Au labda wanaweza kuruhusu niende nyumbani nikafuate nguo. Lole, kwenda nyumbani hapana. Saizi ushakuwa mwanangu. Yaani chukulia kama mimi ni mama yako kabisa mzazi. Ila kuhusu nguo wala usijali. Mimi najua bado kuna changamoto kubwa. Kesho nitatoka au kama tunaweza tukatoka wote. Kama ukijisikia kuchoka unaweza kaniambia kwamba unavaa nguo saizi gani, mimi nitaenda kuchukulia nguo za kubadilisha. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Kuwa na amani kabisa. Kwa hiyo basi mimi nitashukuru sana kama itakuwa hivyo. Maana yake nguo nao ni mtihani. Basi sawa mwanangu. Kuwa na amani. Sawa bwana. Kwa hiyo nitakuwa nakuita mami, mama au mother. Vyovyote unavyojisikia mwanangu. Ili mradi tu imaanishe mama. Alafu sijajua kwamba utapenda kula chakula gani leo usiku. Nataka nipike mwenyewe kwa mkono wangu. Usijali mama. Chochote kile ambacho utabarikiwa, mimi nitakula. Amen mwanangu. Unajua Mele, mimi sikuelewi. Tena sikuelewi kabisa.
haiwezekani mimi nikakulalamikia juu ya dada yako alichonifanyia. Au wewe umelizika mimi kupigwa? Mimi nahisi wewe mimi nilivyopigwa wewe umefurahi. Kwa sababu hujalipa mrejesho wote ule kwamba umeenda kuongea naye nini dada yako, amekwambia nini na kwa nini kanipiga. Umenyamaza kimya afu mimi nakuangalia tu. We. Hicho sio kitu cha kupaniki. Mimi ni mtu mzima najielewa, najua nini ambacho nafanya. Kwa mimi nilivyopigwa umefurahi maana yake, si ndio? Sasa utaniambiaje nisipaniki? Ungepigwa ungefurahi, Tena kinachoniuma mimi kanipigia mkono wa kushoto. Yaani mkono wa mavi anaenda kujitawazisha ndo kanipigia mimi mkono wa mavi. Nisikilize basi Lea, jamani. Mimi nimeongea naye na nimemuuliza. Lakini kakataa. Na baada ya kukataa, mimi nikaona nisiforce mapenzi, eti mapenzi maisha. Kwanza kitu ambacho mimi nakiwaza mpaka dakika hii. Kakupiga pigaje na kono lake halifanyi kazi? Au tunamkosea Mungu hapa kusema kono lake? Unahisi na kuongopea Wewe dadako unamchukuliaje wewe yule? Uwezi amini ule mkono wake mmoja lakini alinikaba hapa kwenye shingo mimi kanikaba. Macho yote yakawa yananitoka mai. Yaani ungeniona. Yaani bado kidogo tu Israeli anipitie. Basi jamani, usizungumze maneno hayo Lea. Ili swala mimi nitaendelea kudili nalo. Ila litakapokuwa tayari nitakuelekeza mpenzi wangu. Usikasirike. Yaani sio liwe tayari. Mimi naomba tu tufikie ni hitimisho ili swali. Mwenyewe nimeshachoka mai. Nimechoka na dadako, nimechoka mimi. Nimekuja mtoto wetu na Nuru. Sasa naanza hadi kuchoka hadi uso unaanza kuzeeka kwa sababu ya manyanyaso ya dadako. Na yote umeyataka wewe mimi ile kunileta hapa. Ndio maana mimi niko positaki. Mimi nitalimaliza basi. Naomba nisamehe mpenzi wangu kama kuna sehemu nimekukwaza katika hili. Nisamehe. Unajua mimi bila wewe siwezi. Wewe ndo roho yangu. Usijali bwana. Mimi nimeshakusamehe. Kwa baadaye tunalala wote. Mimi nimekubali nitalala na wewe. Lakini swali ambalo najiuliza, utatokaje mpaka kuja kwangu? Yaani hilo swala dogo. Kwani ajui kama mimi naye wapenzi au? Si anajua vizuri. Basi atasikilizia milio leo. Leo halali leo. Na unapopiga kelele kama unachinjwa. Umewahi vile. Sawa, hakuna shida, nimekuelewa Lea, lakini naomba kidogo niende barabarani hapo nikajiandae vizuri ili nikirudi jioni mambo yawe fresh. Tunalala wote leo. Kweli? Basi sawa. Yaani wewe anapenda kweli kunikwepa. Napenda nikimwambia tu kusuli swala, lazima anikwepe. Sasa nasemaje? Sikubali. Leo mpaka nilale naye. Wewe, nimekwambia hapa kuna sehemu nimesoma kuna nyumba rangi kama ya kijivu hivi. Wewe uko sehemu gani? Asa mbona niko maeneo hayo? Mbona wewe tatizo uko na mbichwa mkubwa lakini mgumu kuelewa. Wapi? Sasa hapo ulipo mkono wako wa kushoto. Njoo mimi nitakuona na utaniona niliposimama. Nimekwambia mkono wa kushoto. Wewe kwani masikio yako yana matege au? Jitu mingine bwana. Sogea ndio njoo. Ndio. Njoo hapa unioni. Jitu mingine bwana. Sheila, wewe mbona uelewi? Unakuwa mgumu sana kuelewa. Una bichwa kubwa lakini akili ndogo. Kwa nini? Nikuelewe nini mume wangu? Afu tatizo lako unapenda tu kuongea. Nakwambia ukweli, unajua mazingira ya kazi yangu naishi kwenye majumba ya watu na ofisini kila siku. Kazi zangu unajua naweza kukaa nje hata miaka 3 nisirudi nyumbani. Na nimekwambia nitakapokuhitaji nitakupigia simu. Sio unifuate. Kwa nini unielewi? Mimi nashindwa kukuelewa. Mimi nilizani ungechukua maamuzi ya kumshika angalau mtoto umsalimie. Lakini mume wangu umekurupuka unaanza kunilalamikia, mimi sielewi. Haijalishi, sawa. Ulikuwa unapata huduma, si ndio? Au ulikuwa upati huduma? Ulikuwa hauli wewe? Ulikuwa ulali? Ulikuwa uvai? Ukiuma utibiwi? Tatizo nini sasa? Mbona unachukulia mambo kiwepesi sana? Kumbuka umeniacha na mimba ya mwezi mmoja. Nimekaa na mimba mwezi mmoja kwa mama mkwe mpaka mimba imefika miezi 9. Sioni huduma yako, sioni, yani wewe ni uko busy tu mpaka mtoto amefikisha mwaka huu. Jamani, nisikilize, kule ni kwetu, yule mama yangu
anakuhudumia ninavyotaka mimi, sawa? Kwa hiyo usipende kuniharibia kazi zangu ngumu. Na kuhusu mtoto mzima tu, sio mwana anaongea anacheka analia hapo. Kama ngoma ungesema naomba ningekutumia pesa huko ukamtibia mtoto. Sasa nisikilize, ulipo nipo, nimekuja mimi na mtoto wangu na ile begi, yani hapa siondoki. Kama kwenye kazi yako, basi na mimi nipo. Kila sehemu unayoenda unaponyanyua mguu wako na mimi nipo, siondoki. Unamaanisha unachokisema? Utaweza maisha yangu? Utayamudu wewe, si ndio? Vizuri sana. Sasa hapa sio sehemu salama sana kuyaongelea tunayoongea, sawa? Twende analia, naona anajua kile kinachoendelea. Twende tukakae sehemu kidogo, tukae tuongee kuhusu haya. Haina shida. Unataka kukaa na mimi? Okay, nifuate. Wekiwete. Maana umkeka kama umekuajiri. Asubuhi umekaa, mchana umekaa, yaani muda wote upo go. Maana hata kujisaidia kwenyewe uwezi. Naona umechambwa mpaka umesuzika. Umekunya sana. Yaani unakunya kwa Wasafi. Nakwambiaje? Kama picha. Yaani hili ndo picha lenyewe. So trailer, hili ndo picha lenyewe. Na ndo bado halijaisha. Utachambwa sana. Wewe unafanya kinganga utaki kuondoka? Hapa utaondoka shoga yangu. Tena utaondoka hata kwa lazima. Mimi nipo hapa. Labda mimi nisiwepo. Unabwabwaja kama bisi jikoni Tatalin. Umesamba, umesunzika. Mimi wa kuchambwa. Wewe unanijua vizuri au unijui wewe? Unaona ninakuchekea siku zote? Wewe umkeka unakuuma nini? Unaujua mkeka ulivyonunuliwa? Unaujua vizuri umkeka? Au unalopoka tu? Yaani katika wanaume wote uliomuona Mayele umemwona mwanaume wa maana sana kwako Ndio unakaa unanifanyia visa mimi kwa sababu ya Mayele. Huyo Mayele mimi hata waisha wanaume wote niambie mchukue Mayele sisubutu kwa kenge yule. Mtoto mzuri kama wewe bado mbichi, mtoto kichenchede kabisa. Unaenda kwa Mayele? Mpumbavu nini wewe? Yaani ukae muda wote uwaze Mayele tu, unanifanyia visa hapa kwa sababu ya Mayele. Wewe hujui unadili na nani? Yaani kwa taarifa yako, kama ndo umesema picha ndo kwanza linaanza. Hii hapa trailer sasa. Mimi nakupa trailer. Movie inakuja kudada deki zako unijui mimi wewe. Nakuchekea sana wewe. Uone mara ngapi? Macho yako mwisho wa kuona ni kwa Mayele, uone mara ngapi? Ndio nakwambia tutaona. Unakuja ndo namtaka huyo. Yaani unaona mimi unaniweza sana wewe. Yaani mimi uniwezi. Mpumbavu mkubwa wewe. Toka mbele yangu hapa. Kwa nyumba itakopo hiyo nikikuonyesha nyumba yangu utakesha unapiga chafya wewe. Nyo. Sawa. Ila utakapokuwa raishi na mimi nitakachokwambia ndicho utakachofuata. Hakuna kunipinga hata kitu kimoja. Yaani nitakachosema ukikipinga kitakachokukuta. Mume wangu,